Kila nikiangalia hali ya mwanangu nakata tamaa kabisa. Mwanangu hali yake mbaya mno. Mama, usilie. Hivi unapolia ni kama unamchulia. Kikubwa tumuombe dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili apate kumnusuru na hiyo hali. Najitahidi sana lakini nashindwa kila ninapomwangalia mwanangu. Toka asubuhi leo sijapata hata kusikia kauli yake. Kama macho muuliza chumvi, anatoa macho tu anakuangalia. Usiseme hivyo mama. Nina imani dua zako Mungu anazisikia. Atazijibu kwa wakati. Na kachumvi atakaa sawa, tunajikaze. Usimkufuru Mungu. Unafunga na kumwombea kila siku. Tafadhali mzazi wangu. Mdogo wangu, ongea chochote. Ongea chochote. Sisi bado tunakupenda. Mimi na imani bado tuko na wewe mdogo wangu. Angalia, hauli chakula. Dawa hauni kwa wakati. Ukipewa dawa, unazitema. Mdogo wangu, mimi nakupenda. Mama pia nakupenda. Hebu angalia hali ya mama. Mimi na imani Mungu bado yuko na wewe. Itapona na utarudi katika hali yako. Hebu ongea chochote basi. Hali yangu tabani, Ilahi wa shuhudia, na wanangu siwaoni, siwezi kuwafikia. Hali yangu tabani, Ilahi wa shuhudia, na wanangu siwaoni, siwezi kuwafikia. Rabbi, yani hata dawa leo imeshindwa kupita. Vipi babangu? Anaendeleaje? Amekaa sawa sasa? Mama, bado iko na hali ile ile. Sasa nimekaa ndani nimefikiria. Imuna bwana nikamwite mjomba. Aweze kuja kusaidia katika hili. Sawa, nenda kamwite mjomba wako. Unaona sasa? Ya binadamu, sasa imeshafika safari yako ya kuelekea akhera. Muda sio mrefu, malaika wa mauti atakuja kwa ajili ya kuchukua roho yako. Mimi niko hapa kwa ajili ya kukumbusha tu yale ambayo ulikuwa ukiyatenda hapa duniani. Wananiita asali yao, wanaita tamu ya warembo. Kuna wengine wanazidisha sana, wanaita Professor J, mzee wa matulinga. Huyo. Sasa basi, siku hapa kwa ajili ya kujisifia tu majina yangu, lakini niko hapa kwa ajili ya kuomba msaada. Kale kabinti kale katoto cha imamu kale kazena. Sikale kademu nachokifuatilia kila siku. Ndio Zena, mimi namjua. Sasa leo kaja kwenye 18. Yaani mchai mie tu kupiga mindoli au kupiga bapa. Alafu nikashinda. Ananiambia kwamba leo yeye ndio yuko free. Na yote kwa yote alikuwa na shida na hela yangu ya sikukuu. Nikasema basi kama una shida na hela yangu ya sikukuu, mimi sasa kutoa hela kwa sababu muda mrefu mwenyewe unaona mwanangu, unajua na muapproach mwanamke anaitaka uzito. Nikamwambia ukitaka nguo ya sikukuu badala ya Ramadhani kuisha, lazima na mimi nipate ninachokihitaji. Akaniambia basi mimi nimekubali, lakini unajua mama hapa mkuda, mama muda mwingi sana ni bana. Nikamwambia wewe angalia hata muda wake basi, akichomoka tu na wewe unapata muda, tunafanya mazingira. Akaniambia nenda katafuta basi sehemu ya kwenda kukutana na mimi na wewe. Na unafahamu pale mimi nakaa nyumbani pale, mama, dada, nini, kaka, jao kuingiza demu. Tele sasa
Nikasema nakwenda kwa mwanangu Chongo. Nimekuja hapa ndugu yangu, naomba unisaidie. Nataka geto. Chumvi, piga stagafura kwanza. Wewe piga moja tu, maana yeye anapiga 6 7. Piga hii moja tu. Hivi wewe, huu mwezi wa Ramadhani wewe uone. Uogopi. Unataka watu, unavuka mipaka. Unamkufuru Mwenyezi Mungu wako, shehe. Yaani huko unapokwenda unautafuta moto kwa nguvu. Niabuize, nisikilize. Hivi nikuulize swali, kwa nini mwezi wa Ramadhani kila mtu ataje kwenda kuswali, aje kusoma madrasa anajifanya shekhe? Wewe shekhe umepata wapi wewe? Ikiwa kwamba hata kufunga Ramadhani yenyewe ufungi. Imani kitu gani bwana wewe? Mtu haufungi. Mtu ufanye jambo moja la heri. Mwezi wa Ramadhani kujifanya imani kitu gani? Sikia, wewe swaiba bwana, wewe ndugu yangu toka nitoke. Tambua mimi nimekusaidia mengi sana. Ulikuwa unaumwa hapa wewe, hoi, hauna ndugu, hauna demu, hauna mke. Mimi nimekuja kubeba hapa kupeleka mpaka hospitali. Hospitali kwa niambiwa na damu abidi abadilishwe, nikakubadilisha damu. Mimi mwenyewe nimetoa damu yangu nimempa daktari akakuingiza wewe kwenye mwili wako. Angalia wema. Yule mwanamke mimi nampenda muda mrefu. Na nina lengo naye mimi, nataka nimuoe. Umeelewa kisofa? Sasa kama unataka kuoa je, wewe ndio ungeoa muda huu. Alafu sio kama mimi nakukatalia. Sio kama sikumbuki fadhila. Nakumbuka sana lakini sio katika swala kama hilo hapa. Isitoshe mimi msikiti upo nyuma. Wewe mwenyewe unajua. Sawa, na muda si mrefu adhana itaaziniwa shehe. Kitu unachokifanya unakiona kitakuwa sahihi. Ngoja nikwambie kitu wewe. Hiyo adhana unayozungumzia hiyo, mimi ndo nataka niitumie vizuri. Ushaelewa? Kwa nini? Yule binti baba yake anambana sana. Sasa lengo langu na madhumuni, adhana itakapoaziniwa sababu yake si ndo imamu, anaanza yeye kuazini pale. Anapoazini pale, yule mtoto ndo anakuja huko. Wakati huo mimi natumia naye kama dakika 5 tu. Swala ikiisha na mtoa anakimbilia nyumbani kama baba yake kurudi. Yaani ndio mpango uko hivyo. Sasa wewe ukiniambia swala sio la adhana sio kitu gani? Hiyo adhana ndipo kwenye mpango hiyo. Kwa hiyo unanipa au nipi? Maana sasa kama kulimba bemba kama unipi nikatafuta geto sehemu nyingine mwanangu. Lakini kipindi hicho unajua kama mimi nakukunjia. Wewe umenuia kaka. Yaani umezamilia kabisa kuja kunitia ubaya. Nitafanyeje? Acha mjinga niwe mimi, pata wewe bure. Pata kabisa wewe. Sawa, mimi nimekubali. Ila kwa masharti. Ukishampiga mnyama wako bunduki na umehakikisha ameshakufa, ni usafi unatakiwa. Sio kwamba unalijua kwamba utatoa mashuka tu, sio utatandika uyaba amevinyata. Yaani upige deki chini katika sakafu. Alafu ukumbuke, mimi nyumba yangu ipo karibu na barabara hapa. Sawa, hata dirisha liko barabarani huko limeelekea. Ufungulie kile redio. Sawa, upate japo mzigo. Unajua watoto 2000 hao wanapiga vinanda, anabadilisha hapo. Kinanda hiki anaweka kodi hiki natoka hiki hapo. Kwa hiyo itakuja kufanyika jambo la aibu, mimi nitangaliwa vipi? Sawa. Sawa. Afadhali. Maana nilikuwa na wazo la geto. Mikelele tu. Haka, yote chake na kiongeza sauti taka mwisho na kikia kwa swida hiko. Mtu anajua kuna mawaiza mwezi wa Ramadhani. Kumbe nani tunafanya mambo yetu. Kwani mtigi mtoto wa shefe. Halo. Halo. Nakwambiaje, mama saizi ndo ametoka ameelekea msikitini. Kwa sasa hapa muda ndo sisi muda mzuri wa kuutumia. Unielewesha wapi ulipo ili nije haraka kutufanya hapo niweze kurudi kabla mama hajarudi. Sawa. Kama amekwenda msikitini ndio jambo zuri hilo. Mimi ninachokitaka uwahi haraka sana uje hapa kwa kila kisofa hapa. Unapafahamu kwa kisofa? Sawa napafahamu. Angalia sikone mtu yoyote basi. Unajua mwezi wa Ramadhani huu. Jifiche kidogo wewe. Mlango sifungi, utanikuta tu hapa ndani. Hakuna mtu yoyote kisofa kaondoka. Wewe ingia tu moja kwa moja ndani chumba cha mkono wa kushoto. Haya.
we mtundu. Kwanza nikupe sifa, unayajua mambo, haki ya Mungu. Mpaka kitanda kinazungumza chenyewe, kinaja kwika 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 kwika, uchoki. Kama chenso. Aje. Asante. Ila tu ulikuwa unataka kunikwaza. Sauti yako inazidi mpaka sauti ya redio sasa. Kaswida nimeweka mikwe kuwapiga watu mabonye huko nje wajue kwamba mambo ya dini. Wewe unapiga sauti mpaka tena fika kipindi kaswida hilo inaonekana sauti ya ngapi inatoka huko. Ila nikupe hongera, unayajua. Sawa, asante. Lakini tu nikuombe usije kaambia marafiki zako. Marafiki. Kwa sisi vijana kiukweli nisikufiche. Kumwambia rafiki yako hata mmoja tunaweza kumwambia, lakini sio wengi. Taambia rafiki yangu Pepelinyo basi. Mingine sitaweza kuambia. Ila tu kwamba nitawaambia kwamba shemeji yako kwa sababu Pepelinyo na imenyana tamaa anaweza akaruka hapo. Afu kaja kwa shida. Unielewa? Kwa hiyo nitamtazanisha Pepelinyo na Captain Tozi. Hao wako wawili piga mashaka nao. Sawa, ila tu washamaliza kuswali huko. Wahi nyumbani haraka. Mama yako sio mtembeaji sana. Anza katoka msikitini hapa. Unapofika kule anatembea hii. Wewe toka mibio. Sawa. Toka mibio kapa kachongo, umeelewa? Chapwa nyumbani. Sawa. Sijampata buku rafiki yangu. Hata sina kitu sasa nitampani. Kwanza nilichokipata pato ni kizuri vile vile bwana wewe. Nimejifia dedea mtoto wake. Nadhani sasa umeshaona yale yote uliokuwa ukitenda hapa duniani, na sasa ni wakati wa kutazama kule ambako unaelekea. Mola kaiumba hii dunia na kaburi la kungoja. Mjomba. Mjomba. Vipi tena mjomba? Mbona usiku saizi? Hali ya chumvi imezidi kuwa mbaya. Hivi ninavyokuambia mjomba, toka saa 10 jioni hajatoa kauli yoyote. Mola kaiumba hii dunia na kaburi la kungoja. Kaka, mwanangu anaumwa sana. Sawa dada, atakaa sawa tu, usijali. Mjomba. 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 Uwe kijana wa kiume. Tumepewa Kolomero hili kwa kuhifadhi mambo mengi sana. Ndugu yako Chumvi Nyingi
imeshatutoka. Amefariki? Amekufa?